Mungu yupo bado anajibu haja ya watu wake. Ni pale tu ambapo utakuwa na consistency ya kumwomba Yesu siku zote. Ni pale tu ambapo utakuwa na maendelezo sahihi ya kuzidi ya Mungu. Utazidi kumwomba Mungu kila siku, utazidi kujipa muda, utazidi na hali ya kuendelea, utazidi kuendelea. Na siku zote ni kuambia mtumishi wa Mungu, hii ni siri ambayo watu wengi hawajui, ya kwamba unapokuwa unamwomba Mungu kila siku, unapojijengea tabia ya kumwomba Mungu kila siku, unajengea tabia ya kumwomba Mungu kila siku, unajengea tabia kila siku ya kusoma neno la Mungu, ni tabia ambazo moja kwa moja zinaleta msukumo wa wewe kumjua Mungu zaidi. Na kwenye maisha yako yote hapa duniani, unapokuwa unapata nafasi ya kufanya kitu chochote hapa duniani, hebu jipatie hali ya kufanya mwendelezo. Unapokuwa unajifanya hali ya kufanya mwendelezo, unakuwa ni mtu imara sana na mtu bora sana kwenye vitu ambavyo unavifanya. Nimeweza na kufundisha kwa sababu mwenyewe nimeona matokeo katika hali ya kumtumikia Mungu na katika hali ya kuendelea kujifunza habari ya Mungu. Naona kila siku navyozidi kujifunza na kuzidi kufundisha watu wengine kwa habari ya Mungu, ni jinsi ambavyo nazidi kukua zaidi, ni jinsi ambavyo nazidi kumuona Mungu kwa ukaribu, na jinsi ambavyo nazidi kumuona Mungu akifanya vitu kwenye maisha yangu, vitu vingine wakati mwingine sijaomba lakini vinatokea kwa sababu ya jinsi ambavyo nazidi kujiconnect na kufanya hali endelevu ya maombi kwenye maisha yangu. Kwa ni jinsi gani ambavyo nakuelekeza ya kwamba ukiwa na mwendelezo wa kila siku wa kufanya maombi, kufanya vitu mbalimbali kwenye maisha yako ambavyo hivyo vinakuletea msukumo kufanya vitu mbalimbali, moja kwa moja utakuwa ni mtu imara sana. Hata kama ni biashara, kama ulianza biashara mtumishi wa Bwana, unaona unaendelea, unaacha, nikwambie weka tu consistency. No matter wangapi ambao wanakuja kwenye biashara yako, no matter wangapi ambao upo wanapenda biashara yako, lakini kwa kuwa madam Mungu amekuelekeza uifanye, hebu kuwa na mwendelezo. Hebu kuwa na mwendelezo. Ule mwendelezo utakufanya ufanye vitu kwa ubora, na watu watapenda kazi yako, na watu watapenda biashara yako, na watu watapenda huduma yako. Huona ndio mwimbaji kwanza, ndio umeanza huduma ya uimbaji. Huona tayari ndio mtumishi, tayari umeanzisha huduma. Mungu amekupa neema ya kuanzisha kanisa. Huenda bado una waumini wawili, bado una waumini watatu, bado waumini ni familia yako tu na mke wako na watoto. Nikwambie usichoke, endelea kuwa na consistency katika hali ya kumtafuta Mungu, na wala usichoke na kugairisha huduma ambayo kunachochea ndani yako. Maana nasema kwamba ichocheeni ile karama iliyowekwa ndani yako. Kwa ichochee ile karama ambayo iko ndani yako. Kama ni karama ya Mungu ameweka ndani yako, hebu zidi kuichochea. Unazozidi kuchochea karama ndani yako, ni pale tu ambapo utazidi kuona matokeo makubwa ndani ya maisha yako. Na siri ya sita kabisa, na siri ya mwisho ya Biblia ambayo inabadilisha maisha ya maombi yetu na maisha yetu ya kila siku, maombi yenye kusudi zaidi ya wewe. Haya ni maombi ambayo kabisa ni mahususi, ambayo yanaleta mguso na ambayo yanabadilisha maisha ya watu wengi sana. Ni maombi yenye kusudi zaidi ya wewe. Naposema maombi yenye kusudi zaidi ya wewe, inamaanisha kitu gani? Haya ni maombi ambayo unafanya kuombea watu wengine. Ni maombi ambayo watu wengi wameyasahau. Wanapoingia machoni pa Mungu, wanaomba kwa habari ya maisha yao tu wenyewe, wanasahau kwamba wapo watu wengine. Nikwambia kwamba maombi ya zaidi ya kusudi lako, maombi ya kuombea watu wengine, ni maombi ambayo yanaleta mguso machoni pa Bwana. Unaposoma kitabu cha Ayubu ile sura ya 42 mstari wa 10, maandiko yanasema kwamba kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Embo, kama na Biblia yako, unaweza kuchukua Biblia yako ukasoma kifungu hiki kwa msisitizo zaidi kwamba kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Ni Ayubu ile sura ya 42 mstari wa 10. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Kumbe maombi ya kuombea watu wengine ni maombi ambayo moja kwa moja yanaugusa moyo wa Mungu. Ni maombi ambayo yanakufanya wewe moja kwa moja uweze kuponywa roho yako. Ni maombi ambayo yanafanya moja kwa moja Mungu
Mungu afanye zaidi na zaidi kwenye maisha yako. Kwa ni maombi ambayo yataleta mguso kwa Mungu, pia ni maombi ambayo yanaleta msawazo wa Mungu ndani yako, ya kwamba kumbe huyu mtu amejawa na upendo. Maana Mungu amesema kwamba upendo haujivuni, upendo unastiri mabaya, upendo uficha wingi wa dhambi. Pia ni upendo ambao unaleta nguvu ya Mungu ndani yako. Kwa unapokuwa na hali ya kuombea watu wengine, moja kwa moja Mungu anafanya vitu kwenye maisha yako. Na ni kitu ambacho wanafundisha watu na kusema ya kwamba unapokuwa unapata nafasi ya kuingia na kuzidi kuomba kwa habari ya maisha ya watu wengine, nikwambie, unapopata nafasi hii, omba mambo makubwa kwa habari ya watu wengine. Kwa unapopata nafasi ya kumwombea rafiki yako, jirani yako, mtu ambaye hata umjui lakini ameshirikiana kwenye habari ya maombi, muombee vitu vikubwa. Kwa unapoomba vitu vikubwa kwa rafiki yako, uone vile vitu vikubwa Mungu akaanza kwako, kwa sababu ameona jinsi gani ulio na upendo. Ndio maana Ayubu alipoomba kwa habari ya ndugu zake, tayari Mungu akageuza uteka wa Ayubu. Tazama, akampatia mara 2 zaidi ya vile vitu ambavyo alikuwa navyo. Kumbe tunajifunza nini? Kumbe ni heri kuomba na kwa habari ya watu wengine. Unazozidi kuombea watu wengine, vile vitu ambavyo unaomba kwa habari ya watu wengine, Mungu huwa anaanza kufanya kwako kwanza, kwa sababu ameona moyo wa upendo ambao uko ndani yako. Kwa kuwa Mungu ni pendo, anapenda watu, moja kwa moja hata wewe ataanza kufanya kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 16 anasema kwamba ombeaneni ninyi kwa ninyi, kwa kuwa mkisha kuombeana ninyi kwa ninyi, Bwana mwenyewe ataweza kuwaponya. Kumbe kuombeana sisi kwa sisi kunaleta kuponywa ndani yetu, pia kunaleta sisi wenyewe tuweze kupata matokeo juu ya maombi ambao tunaomba kila siku machoni pa Bwana. Kumbe ni heri ukazidi kumwombea rafiki yako. Unapoingia machoni pa Bwana, panga siku. Unaweza kuomba juu ya nchi, unaweza kuomba juu ya taifa fulani, unaweza kuomba juu ya kanisa fulani, unaweza kuomba kwa habari ya mtu fulani. Unaona mtu anapitia kwenye shida mbalimbali, kumwombea ni jambo lako ambaye ni Mkristo. Usichukue nafasi na kuanza kumteta na kusema maisha yake. Unapoona mtu fulani ameanguka kwenye dhambi, usichukue mguu yako na kwenda kwa rafiki yako na kuanza kumweleza. Hapana, chukua hatua zako, ingia kanisani, ingia sehemu tulivu, anza kwenye chumba chako cha siri, anza kumwomba Mungu. Muombe yule mtu, omba rehema na toba juu ya maisha yake, muombe maisha yake ende sawa sawa. Unapoona mtu ameanguka, biashara yake haiendi, anafanya vitu haviendelei mbele, usianze kumcheka. Wewe kama mtumishi wa Bwana, chukua hatua, ingia ndani na anza kumwombea. Anza kumwombea taratibu, anza kuomba taratibu juu ya maisha yake. Moja kwa moja utajikuta Mungu amefanya vitu kwenye maisha yako hata ambavyo hujawahi kumwomba, kwa sababu vile vitu ambavyo unaombea watu wengine, Mungu huwa anaanza kufanya kwenye maisha yako. Na kati ya vitu ambavyo vinaleta matokeo kwa watumishi wa Mungu wakubwa ambao wanaombea watu wengine, ndio maana kila siku unaona wanazidi kustawi. Ndio maana kuta mtu anakiwa na shida anasema kwamba nenda kwa mtumishi fulani aweze kuniombea. Kumbe unajompa mtu mzigo wewe kukuombea, yule mtu anapata usitawi zaidi yako, na pia yule mtu anapata kabla yako. Ndipo kile kitu kikipata sasa tayari anakupatia na wewe. Kwa moja kwa moja kile kitu huwa kinafanya delivery, kinahama kutoka kwake kutoka kwake kuja kwako. Nikwambie mtumishi wa Mungu, mtu hawezi kupatia kitu ambacho hayuko nacho, lakini mtu anakupatia kitu ambacho yuko nacho. Kwa unapoenda mtumishi wa Mungu akuombee kwa habari ya kitu fulani, kwa lazima Mungu mwenyewe angalie kwamba je, huyu mwanangu kitu anacho. Kama hana, lazima ampatie kwanza, ili kujenga ushuhuda ambao ni mahususi ya kwamba hakika Mungu anafanya ndani ya watu, ili aweze kuona matokeo kwenye maisha ya watu wengine. Mfano wa maombi ambayo yanabadilisha maisha, tunaweza kuona kabisa maombi ya Yesu pale Getsemani. Kipindi Yesu anaomba maombi haya, ni maombi ambayo yalibadilisha maisha yake ya kila siku ya maombi. Unaposoma kwenye Biblia takatifu kitabu cha Luka ile sura ya 22 mstari wa 42, anasema kwamba Yesu mwenyewe anasema pale Getsemani, akasema, Bwana, ikiwa mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Haya ni maombi ambayo yanaleta mguso. Haya ni maombi ambayo yanaleta msawazo wa ndani. Ni maombi ambayo yanaleta nguvu ya Mungu juu ya maisha yako. Tazama maneno haya, nasema kwamba Mungu, ikiwa ni mapenzi yako
uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Maombi haya hayakumuondolea Yesu msalaba, lakini yalimpa nguvu ya kubeba msalaba. Nikwambie, hali ya Yesu kufa msalabani haikuwa jambo jepesi sana, lakini kwa kuwa aliomba maombi ambayo yanabadilisha maisha, kwa kuwa alikuwa amebeba maisha ya watu wengine, amejitoa kwenda msalabani kwa habari ya watu wengine. Nikwambie, ni maombi ambayo aliomba kwa Mungu kwamba mapenzi yako yatendeke, sio kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatendeke. Na maanisha kitu gani hapa? Kumbe unapoingia kwenye habari ya kuombea watu wengine, wewe umwombe Mungu kwa jinsi ambavyo unatamani, au kwa mono wako ambao uliko nao juu ya maombi ambao unaombea watu hao. Yawezekana ni mtu ambaye ana shida mbalimbali, unamuona kila siku anahangaika, anateseka. Unapomkabidhi machoni pa Bwana, mwambie Mungu kwamba Mungu, naomba mapenzi yako yatendeke juu ya mtu huyu. Mwambie Mungu natamani Mungu atoke kwenye shida hii, sawa, lakini Bwana, mapenzi yako yatendeke kwenye maisha yake. Kwa unapoomba kwa namna hii, moja kwa moja, maombi kama haya yanaleta nguvu ndani ya mtu yule na kuweza kumsaidia. Kama alikuwa anapitia kwenye jaribu fulani, unapozidi kumwombea yule mtu, anajikuta amepata faraja, anaanza kuona anapata nguvu, anaanza kumove kuendelea mbele, kwa sababu kuna mtu ambaye anamwombea. Nikwambie, na ukifanya hivi, Mungu hatakusahau na Mungu hawezi kukuacha. Kwa unapoenda mbele za Mungu ukiwa na shida au changamoto yote ile ambayo unataka kuomba machoni pa Bwana, lazima mwambie Bwana, mapenzi yako yatendeke, kwa sababu si kwa mapenzi yangu bali mapenzi yako yafanyike, ili Mungu mwenyewe aweze kufanya kwa jinsi ambavyo anafanya kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe anaona kwamba hapa mwanangu ataenda kuna matokeo daima, ataweza kubadilisha msawazo wake wa maisha, ataweza kubadilisha hali yake ya maisha, ataona impact ya kile kitu ambacho anakifanya, na kujua kwamba kumbe kumwomba Mungu sio hasara bali ni faida ambayo inafanya kazi ndani ya watu wa Mungu. Kwa hiyo kumwomba Mungu kwa habari ya watu wengine ni jambo ambalo ni kubwa sana. Nadhani tumeona Yesu mwenyewe ni mtu mwenyewe ambaye alikuja hapa duniani, akabeba utu wetu, akaja kwa jinsi ya mwili ili kwamba sisi tuweze kuokolewa. Kwa hiyo tunalo kusudi la kuombea watu wengine. Kwa unapoingia machoni pa Bwana, kumbuka pia kuweka watu wengine machoni pa Bwana, ili Mungu mwenyewe aweze kuwagusa, ili Mungu mwenyewe aweze kuwaponya, ili Mungu mwenyewe aweze kufanya vitu vikubwa ndani ya maisha yao, ili na wao waweze kuona matokeo, ili na wao waweze kuona badiliko la rohoni juu ya habari ya mambo yale ambayo wanapitia, waweze kutoka mahali pale. Kwa unapoombana kwa habari ya watu wengine, waweze kumove kwenda hatua nyingine, moja kwa moja Mungu hawezi kukusahau na Mungu atafanya mambo makubwa ndani ya maisha yako. Hivyo ndivyo maombi yanabadilisha maisha. Na chukua dakika leo, chukua dakika 5 leo, badilisha mtindo wako wa maombi kwa kuzingatia hizi siri ambazo nimekufundisha na kukuelekeza. Badilisha mtindo wako wa maombi. Anza sasa, chukua dakika 5 kutafakari. Je, huwa unaomba jinsi gani? Na huwa unajua na kufuatilia siri hizi ambazo nimezifundisha na kuzielekeza? Anza kubadilisha mtindo wako wa maombi. Anza kuomba kulingana na siri hizi ambazo tumejifunza kwa siku ya leo. Anza maombi ya kina, anza kuomba kwa undani. Hatimaye utaanza kuona badiliko, hatimaye utaanza kuona mwitikio wa ndani kwenye maisha yako. Moja kwa moja utaanza kuona matokeo makubwa, na utaweza kumshangaa Mungu kwa sababu atafanya mambo makubwa ndani ya maisha yako, atatenda kwa kubwa ndani ya maisha yako, na utaanza kuona badiliko la rohoni, na maisha yako ya kiroho na kimwili yataanza kuzaa matunda, yataanza kubadilika. Maombi yanayobadilisha maisha ni maombi ambayo yanaleta matunda kwenye maisha yako, ni maombi ambayo yanaleta uchangamfu, ni maombi ambayo yanaleta amani idumuyo ndani ya maisha yako. Maana watu ambao wanadumu kwenye maombi ni watu ambao Mungu huwa anaachilia furaha, na wanajisikia furaha sana wanapoingia kwenye maombi, kwa sababu ni sehemu pekee ambayo huwa wanataja siri zao na Mungu, ni sehemu ambayo pekee huwa wanapata muda wa kujimwaga
kujimwaga na kuanza kusalenda kwa Mungu na kuanza kumwambia Mungu kwamba peke yake anastahili na kuanza kumwazimisha Mungu. Anza maombi ya kina, anza maombi ya kina, hatimaye utaona mabadiliko ndani ya maisha yako. Kama somo hili limekugusa, usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kushare kwa watu wengine ili kutangaza neno la Mungu. Kwani kwa mimi mtumishi wa Mungu, andika comment ya kwamba maombi yangu yatabadilisha maisha yangu. Kama watu ambao maombi haya au maombi ambayo naomba umesha kuona matokeo, andika comment kwenye section ya comment ili watu waweze kuona kwamba kumbe Mungu anafanya ndani ya maisha ya watu. Andika maombi yangu yatabadilisha maisha yangu, au maombi yangu yalibadilisha maisha yangu. Mungu akubariki sana. Ukiwa na swali, sehemu ambayo hujaelewa sawa sawa, usisite kuuliza kwa section ya comment. Tukutane kwenye somo lijalo, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen na kuombea.